Hello, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara. Tunatengeneza akaunti mpya za biashara. Tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo. Tunarusha matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Basi bofya subscribe. Wajasiriamali wengi wanashindwa kuuza bidhaa au huduma mtandaoni kwa kushindwa kupata watu wanapotangaza na kushindwa kujenga uaminifu wa wateja wao. Sababu kubwa inayopelekea mlengo wako kutonunua bidhaa au huduma yako ni baada ya kuamini kuwa kile unachomuuzia kitaweza kumpa matokeo mazuri anayotamani. Katika podcast hii utabaini jinsi ya kujenga uaminifu kwa walengo wako mtandaoni ili kufanya mchakato wa mauzo kuwa rahisi na kupata wateja wengi. Unapotangaza mtandaoni, walengwa wanakuwa hawakujui, hawakupendi na hawakuamini kama unaweza kuwasaidia kutatua changamoto yao. Ni jukumu la muuzaji kujenga uaminifu kwa hali ya juu ili kumfanya mlengo wako akupende, akuamini, akujue vizuri na hatimaye kufanya biashara na wewe. Kuuza bidhaa au huduma yako mtandaoni ni mchakato. Unaanza kwenye kuchagua soko lengwa, kutengeneza ujumbe, kutengeneza tangazo, kujenga uaminifu na kuuza. Kushindwa kupitia hatua hizi, kuuza kwako itakuwa ni kazi ngumu sana. Utakuwa unapoteza fedha za matangazo. Watu wanakuja lakini hawafanyi mauzo. Jinsi ya kujenga uaminifu kwa wateja. Kila mmoja kulingana na biashara yake na jinsi anavyotatua changamoto ya walengo wake, kuna namna unavyoweza kujiweka mtandaoni na kuaminika zaidi kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo. Kwanza, kudumisha mawasiliano. Pili, kuwa wazi na mkweli. Tatu, kuonesha shuhuda. 4, kudumisha uhusiano. Kwanza, kudumisha uhusiano. Jinsi unavyoweza kujiweka mbele ya walengo wako kama rafiki, mshauri, mtaalamu au mwalimu ndio kuweza kufanya wateja kukuamini na kununua kwako kuwa rahisi. Ukiweza kuonesha uwezo hali ya juu wa kujua kuwa unafahamu vizuri bidhaa au huduma unayotoa na jinsi ya kutatua changamoto za walengo wako, kuuza ni rahisi mno. Jinsi unavyoweza kuonyesha uwezo hali ya juu kumtambua mlengo wako na kujua kero zake, unamshawishi mlengwa kuamini na hivyo kuwa mteja wako inakuwa rahisi. 2, kuwa wazi na mkweli. Wajasiriamali wengi hapa ndipo wanapochemka. Kushindwa kujiweka wazi, kueleza kwa usahihi unapatikana wapi, vipi utawasaidia kuondokana na changamoto zao. Ukiweza kujiweka wazi kwa kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu wewe, kuhusu bidhaa zako, kuhusu bei na jinsi unavyoweza kuwasaidia walengwa, unajenga uaminifu kwao. 3, kuonesha shuhuda. Walengo wako wanapokuja kwako hawakujui, hawakuamini na hawakupendi. Kusikia kutoka kwako hakuwezi kuwafanya kuamini moja kwa moja. Njia rahisi sana na yenye nguvu ni kuonyesha shuhuda za mafanikio walizopata wateja wako waliopita. Huduma au bidhaa zako, kuonyesha wakizungumza au kuonyesha kufaidika na bidhaa au huduma yako. 4, kudumisha uhusiano. Hapa watu wengi wanashindwa kuzingatia kutokana na haraka ya kuuza. Kama utajenga mawasiliano na mlengo wako kwa muda ili kudumisha uhusiano mzuri, kuuza itakuwa rahisi. Watu wanapenda kushughulika kwa watu wanaowafahamu. Hivyo kununua bidhaa au huduma
mara tu baada ya kuona tangazo lako, ni asilimia ndogo sana ya watu wanaweza kufanya hivyo. Dumisha mahusiano na mlengo wako kwa kuendelea kuwasiliana naye, kuonyesha unapatikana muda wote, na akihitaji huduma au bidhaa, mtu wa kwanza kufikiria anakuwa wewe, kwa sababu ya kujenga mahusiano naye mazuri. Kama umefaidika, andika hapo chini nimefaidika, kisha bofya subscribe, share, like, kisha tukutane kwenye video ijayo.